labda anashindwa. Nimemwona Ismail Aden Rage yuko hewani hivi sasa. Ismail Aden Rage, habari za asubuhi. Mwanangu. Salama Ismail Aden Rage. Tuko bado katika mjadala huu wa kile ambacho kimesababisha mechi kuota mbawa Jumamosi. Lawama hizi tunazipeleka wapi Ismail Aden Rage? Zigo la lawama. Sasa siwezi kusema kutoa lawama sasa hivi. Ndio. Kwa sababu ni mapema. Nadhani barua ya TFF inajieleza vizuri sana. Barua ya bodi ya ligi, maana TFF wamekuwa kimya. Bodi ya ligi inajieleza vizuri sana kwamba bado wanaendelea na uchunguzi wao. Ndio. Tungoje tuone taarifa yao itakayotoka, alafu tunaweza tukahoji. Lakini sasa hivi tutakuwa hatutendi haki. Ni vizuri tukasikiliza na kufuata maamuzi waliokwisha fanya ya awali ya kuahirisha mchezo, kama walivyofanya kuahirisha mechi ile ya Dodoma kwa Simba, na kulikuwa hakuna kelele yoyote. Kwa nini mechi hii iwe na kelele? Lakini Ismail Aden Rage, ile ilikuwa ni ajali. Hii sio ajali Ismail, na maandalizi yote hii yalishafanyika. Mpaka unawafikiria na wale ambao wameingia hasara, wale wadhamini wa ligi, waonyeshaji wa ligi, matangazo walioingia Okay. Naam, Halo. Ile ilikuwa ni ajali. Ndio. Sasa hii sio tunajaribu kusema hapa. Na tunajaribu kusema hapa sasa hivi ni nini? Kuna watu wengi bado wako confused, wanachanganya mambo mawili. Moja, kwamba Simba imegomea mchezo. Mimi nataka nipate ushahidi wa mahala popote kwamba mechi hiyo ilikuwa imepangwa ichezwe na Simba hawakwenda uwanjani. Kwa maana alikuweko commissioner, alikuweko referee, alikuweko security officer. Nikipata huo thibitisho, then nitaweza kukusaidieni vizuri sana kuchambua sheria. Lakini ushahidi ambao nao mbele yangu hapa, nasoma barua ya bodi ya ligi. Aliyeahirisha mechi ile ni bodi ya ligi, sio Simba. Simba alikuwa bado yuko tayari kwenda kucheza. Lakini sasa baada ya kupata ile barua, wewe utapelekaje timu na mwenye mpira wako? Zungumza. Ndio. Ismail Aden Rage, huyu ni mwenyekiti wa zamani wa Simba. Hapa nilivyoambia jana, alitoa maoni yake kupitia Sport Court yetu hapa ya Wasafi FM. Na sio yeye tu, wengine ambao wametoa maoni yao nimesikia pia hata katibu mkuu wa zamani wa TFF Angetile Usia Marabeja pia akitoa pia maoni yake. Yeye naona naam, Angetile Usia. Safi bwana, uko moja kwa moja unazungumza nasi sisi Wasafi FM sasa hivi, na mjadala wetu bado tunauzungumza kuhusiana na mechi ile bwana ambayo imeota mbawa Jumamosi. Sasa watu wengi wanasema nani sasa abebe mzigo huu wa lawama. Wengi wanainyoshea bodi Young Africans. Nimeona wametoa tamko lao, wanasema hawana imani tena na bodi hii ya ligi. Nini maoni yako wewe? Umekuwa TFF kama katibu mkuu wakati fulani. Nadhani hakuna shaka yoyote kwa bodi kubeba mzigo wa ila wapo. So kupanga ndio muundo wa ile bodi na uendeshaji wa ligi unaweka maswali mengi, sababu kuna kamati ambayo inaendesha ligi. Hii kamati chairman ni rais wa bodi. Hii kamati katibu ni CEO wa bodi. So any mistake itafanyika pale ndani atachukua hatua. Kwa hiyo the moment wanafanya kosa, they are in for it. Ni wenyewe wanatakiwa walaumiwe, sababu mpaka sasa tujui chombo gani kitawale. If kama
bodi ipo huru, yani manake kuna chombo gani zaidi cha kuadhibu? Hakuna chombo chochote, no. That means TFF imechukua uamuzi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna kamati ilikuwa inaendesha, lakini hamna mtu juu wa kuangalia kwamba inafanya makosa, ikifanya makosa kufanya nini. Lakini wenye mpira si TFF, na nimeona wenye mpira katika hili wako kimya kabisa, hawajasema lolote toka kadhia hii imetokea. Wenye mpira ni TFF, wenye ligi ni bodi. Ndio. Hili ni swala la bodi, ni swala la klabu zenyewe. Zinatakiwa ziwe zinaimiliki bodi ya ligi. Lakini kwa sababu klabu hazina mamlaka hayo, ndio maana naona Yanga wanatoka wanasema sijui nani ajiuzuru, nani ajiuzuru. Mambo kama haya yanaamua kwenye mkutano wa klabu wa bodi ya ligi. Lakini unaona hakuna nani ataki, hakuna mtu akwati. Kwa hiyo muundo ulikuwa ni mbovu wa vyombo vinavyosimamia uendeshaji wa kila siku. Wewe chairman wa bodi, wewe ukawa unakutana kila wiki kufanya maamuzi ya round za ligi. Yani kitu cha ajabu mno, I've never seen. Kwa hiyo ni bodi lazima ibebe lawama, lakini ibebe lawama kwa sababu gani? Kwa sababu imeact kwenye tishio, haikuact kwenye tukio, imeact kwenye tishio kwamba Simba ametishia tendo la ndani, unaenda unaahirisha mechi. That's the second time. Iliahirisha mechi ya Kagera hivyo, Simba ilisema na wachezaji majeruhi haitaenda uwanjani. Kagera wanajiandaa 2 hours before the match, kamati ya ligi ikaahirisha mechi. Why? Simba imesema wachezaji wake majeruhi. So you see, na hakukuwa na hatua zozote zimechukuliwa. Nadhani mimi way forward ni kwamba itengenezwe kamati ifanye uchunguzi wa hili tukio. Wale ambao walihusika waadhibiwe, kama ni kupelekwa kwenye disciplinary ama wapelekwe kwenye maadili, waadhibiwe, kwa sababu ni aibu kwa nchi, ni fedheha kwa nchi, ni fedheha kwa uchumi wa klabu, ni fedheha kwa uchumi wa wananchi, ni fedheha kwa uchumi wa mashabiki ambao walikuwa wanajiandaa sana kuangalia hiyo mechi. Kwa hiyo itengenezwe kamati huru ambayo itachunguza hili, na itakawakuta na hatia wote wapelekwe kwenye kamati ya maadili. Na ndio tutajua hao kumbe ndio wanaotubujia kila siku hao kwenye kamati ya uendeshaji wa ligi. Na wao wenyewe ukiangalia hao bodi kabla ya kutoa ile taarifa baadaye ya kuahirisha, mchana ule walisisitiza kwamba mechi itapigwa kama kawaida. Ghafla ikatoka taarifa nyingine. Kagera walisema mechi itaendelea kuwepo, lakini 2 hours before the match wakaahirisha. Unaona ni uhuni wa namna gani? Kwa sababu wana insulate, yani kuiepusha yani na madhara ya adhabu za kutofika uwanjani, unaahirisha mechi. Kama kweli kulikuwa na issue very serious na kanuni bado hazitoi nafasi ya kuahirisha mechi, waache kwanza waonekane hawaendi uwanjani. Hivi kila timu ikianza kutishia iendi uwanjani, kwa itakuwa inaahirisha mechi, au kwa sababu ni Simba au kwa sababu ni Yanga. Kwa hiyo unapofanya uamuzi unajua kabisa hii ni precedent ya baadaye. Mtu mwingine akifanya hivyo utakubalia. Sawa. Basi tunakushukuru sana Angetile Osaya kwa kuungana nasi moja kwa moja. Na nisikia katibu mkuu wa zamani. Sasa kumbe ametukumbusha kumbe hata kulikuwa na tukio la ile ya Kagera. Mechi iliahirishwa Simba na Kagera. Takiwa ipigwe Kaitaba kule. Kwa tuna shida eneo fulani. Unajua tangu juzi jana pengine mpaka na leo asubuhi tunapitia maandiko mengi, nimesikiliza vipindi vingi. Mimi nimeona tu ni watu yani mnavyokuwa ni watu sijui nitumie lugha gani. Yaani hata tatibu mzizi, alafu tatizo linajulikana sema linakwepa, watu wanalikwepa mno, yani watu wanalikwepa. Labda ni kwa sababu ya utamaduni wetu wa nchi inavyoendeshwa, pengine ni hivyo. Lakini tumekuwa na utaratibu wazungu wanasema normalize the abnormal. Yani vile vitu ambavyo sio sawa sisi tumeshavifanya viwe sawa. Yani afu imekuwa kawaida. Yani ni kawaida kabisa.
vitu ambavyo havipaswi kuwa kawaida. Unajua tu kwa hali ya kawaida tu mchezo kutochezwa ni sio, haipaswi kuwa jambo la kawaida. Lakini reaction jinsi ilivyo hata kwenye nchi sasa hivi yani imekuwa ni kama leo Jumanne ipe mpaka Ijumaa yani afu itakuwa kama kawaida. Yani fresh, yani tunaendelea fresh tu. Hakuna uwajibishwaji, hakuna, yani fresh kabisa. Zitatafutwa tu maneno fulani ya kulainisha. Alafu na guarantee tena inawezekana baada ya msimu mmoja na mwingine tena litatokea jambo tena lingine kama hili, alafu pia tutafanya hivyo hivyo tena, yani itakuwa normal tu yani huu utaratibu imekuwa hivyo. Na utaendelea ni kwa sababu hakuna adhabu ambazo kali zinatoka afu kila mtu anakuwa anashtuka. Adhabu kali kwenye mpira wetu huwa zinatoka kwa mtu binafsi. Ndio wakuta mtu kafungiwa maisha, mtu kafungiwa mtu mmoja. Lakini taasisi kama taasisi huwa tu tunapita, tunatokea huku, tunarudi huku, tunaenda huku, alafu baada ya miezi miwili tumesahau, maisha yanaendelea kama kawaida. Ikija baada ya msimu mmoja wa pili wa tatu litatokea jambo tena kama lile kubwa, alafu tutaendelea tena hivyo. Na kwa bahati mbaya sana watu wote wanaofanya Maulidi uwe mzoefu kwa muda mrefu